Mtakatifu nafasi. Sema amina. Hili ndio kuliandaa kanisa. Yaani sisi ni mabibi harusi, na mabibi harusi tunaandaliwa saluni ili tufae kwa ajili ya karama ya wanakondoo. Anayetuandaa ni Roho Mtakatifu. Nje ya Roho Mtakatifu haiwezekani. Yeye ni mshauri kwenye maisha yetu. Hayupo mshauri hata angetoka Umoja Mataifa mwenye kukushauri wewe wala kushauri nchi yako zaidi ya Roho Mtakatifu anaweza kumshauri mtu. Maana ni Mungu anayejua yote. Sema amina. Kuna mambo huwezi kunishirikisha mimi mchungaji, maana nimekata aibu pengine. Kuna mambo huwezi kumshirikisha babako mama mkwe. Kuna mambo fulani ambayo unafikiria nimshirikishe nani, lakini ukimshirikisha Roho Mtakatifu, yeye ni mshauri wa ajabu. Atakupa majibu sahihi kwa wakati sahihi. Sasa unakuja kugundua leo mwanamke mchawi huko ndani. Ya kumwambia mchungaji, baba mchungaji ni mwanamke na shida ni mchawi mfanyaje? Na ndio tumeshaifunga. Kwanza hata kama ni mchungaji unaweza ukashinda. Lakini Roho Mtakatifu ni mshauri wa ajabu. Atakwambia ingia kwenye mambo mwanamke atatu kavu. Wakati upo raba sakataya, kimama kinatoka usiku wake na kupiga gafaya, unalala hapa za kwake, kinatoka kinapigwa chali, kinadondoka. Kikidondoka sio na kimani wewe uko naenda wapi? Ndio unajua siku hiyo ndio unakitubisha na ucho wako unachoma moto, mnamalizana, kanaokoka kweli, kanaenda mbinguni. Kuna watu wa namna hiyo. Roho Mtakatifu anakuwa mshauri. Na kuna watu kwenye familia zao, yaani ni Mungu asimame pamoja nao. Kwa sababu mmoja kati ya mwingine ni mtihani, lakini Roho Mtakatifu ni mshauri wa ajabu. Sema amina. Yeye pia ni mwalimu anayetufundisha yote, lakini pia yeye anatukumbusha nyakati na majira. Tumepita kwenye kipindi kigumu sana tuwapo juzi, lakini pamoja na hayo yote bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Kuna watu wanaondoka duniani kufunga na kufungua mpaka unauliza maswali yake ilikuwaje jamani? Siku kijana wetu Jose anatwaliwa na Bwana, mtu mmoja akanifuata akaniambia, mchungaji wangu mmoja akaniambia, mchungaji, jambo hili tulifungwa wote, yani Mungu alituficha jambo hili watu wote kweli. Nikamwambia, lakini hiyo wiki ilikuwa ni wiki la vita sana. Na kuna mambo Mungu alikuwa anazungumza sana. Sema hatuwezi kujua sasa ni fulani ndio anaondoka. Ni fulani ndio anaondoka. Huwezi kujua. Lakini kuna namna Mungu anasema sana. Lakini kanisa linapokuwa liko active na Roho Mtakatifu, Biblia inasema Bwana Mungu akifanya jambo bila kuwafunulia manabii watumishi wake. Sema amina. Tumefika mahali ambapo hatuzioni zile nguvu za kanisa la kwanza. Kwa nini? Na sisi ni kanisa kwa sababu hatumpi Roho Mtakatifu nafasi kwenye maisha yetu. Hatuoni karama za matendo ya miujiza, hatuoni karama za maombi na maombezi, hatuoni tena unabii makanisani unatoka, ibada inaanza mpaka inaisha, hakuna neno la kinabii la kutia moyo au la maonyo. Sio maisha ya Kikristo hayo. Roho Mtakatifu ameenda wapi? Tumekuwa na Wakristo nao wenyewe leo wamejawa na pepo. Yaani Wakristo na wenyewe wana pepo. Unaenda kuombea mmoja mwenye pepo, unakuta na wewe Kristo na wewe leo una pepo. Yaani haya ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu hatumpi Roho Mtakatifu nafasi. Hatumpi Roho Mtakatifu nafasi. Umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Yeye ndiye mwombezi wetu. Yeye ndiye mshauri wetu. Yeye ndiye anayeliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Yeye ndiye anayeliandaa kanisa kwa ajili ya uamsho. Roho Mtakatifu. Ufanye Roho Mtakatifu na nguvu zake kuwa rafiki kwenye maisha yako. Sema amina. Ufanye Roho Mtakatifu kuwa rafiki kwenye maisha yako. Kuwa na maisha ya maombi. Maisha ya maombi yanakusogeza karibu na Mungu, yanakutenga mbali na dhambi. Maisha ya dhambi yanasogezwa karibu na dhambi kwa sababu ya kukosa muda wa maombi, kukosa muda wa kusoma neno la Mungu, kukosa muda wa kujitenga kwa ajili ya Bwana. Yesu pamoja na mambo yote, kabla ya kuingia kwenye huduma moja, aliingia kwanza kwenye nini? Alijazwa kwanza Roho. Lakini pamoja na hayo yote, alikuwa anakesha kumwomba Mungu. Alikuwa anafundisha neno la Mungu. Wewe unamfundisha nani? Toka Januari mianzo umeshafundisha wangapi? Ni kwa kiwango gani wewe umeitumia Yerusalemu yako? Ni kwa kiwango gani sasa umeungana na Wayahudi waliokuzunguka? Ni kwa kiwango gani na ujasiri ulio nao? Maana kuna ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu hatuna nguvu za kutosha. We need divine power. Sema amina. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu
za kutusaidia kwenye maisha yetu, na nguvu za Roho Mtakatifu tutazitunza na kuzidumisha kwenye maisha yetu kwa njia ya ibada, maombi, kwa njia ya kusoma neno la Mungu, kwa njia ya kuishi maisha safi na matakatifu, kwa njia ya kuishi maisha ya ushuhudiaji. Biblia inasema nao wakamshinda kwa neno la nini? Na ushuhuda wao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kumalizia ujumbe huu kwa asubuhi hii, nataka utambue kwamba sisi kama wanadamu tuko kwenye uwanja wa vita. Na hapa duniani tunapita si mahali petu. Na kwa kuwa tunapita si mahali petu, tunaye adui mkuu ambaye anatawala dunia hii, huyo ni Shetani. Na yeye ana nguvu wala sio za kitoto. Ana nguvu sana tu. Lakini sisi ni wana wa Mungu, tunaowakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Na sisi tunaye aliyeushinda ulimwengu, na akasema sisi tumeshinda na zaidi ya kushinda katika yatutie nguvu. Ili tuweze kushinda maovu ya dunia, kuweza kushinda dunia na mambo yake yote, lazima huyu Roho Mtakatifu apate nafasi katika maisha yetu. Tumpe nafasi katika mioyo yetu, tumpe nafasi katika maisha yetu ya ujana, atushauri. Tumpe nafasi. Vijana wanataka kuwa na kuolewa, wakishaamua kuchomoka hawataki kushauriwa, hawataki kuambiwa na kuambiwa, mpaka wakakutane na mwiba huko ndio wanarudi reverse. Sasa sisi tukishafungisha ndoa tumemaliza, na tamko likishatoka, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe, wala hakuna cha kutenganishwa nacho. Kwa hiyo kaa vizuri, pero nafasi ya kufundishe, kaa vizuri kanisani, jifunze neno la Mungu, ishi maisha ya ibada. Ibada za Jumatano zimekuwa kama ni ibada za watu fulani wale. Ibada za Ijumaa zimekuwa kama ni za watu fulani wale. Njoo kwenye idara za wanawake, wa vijana, wanaume, zimekuwa ni idara za watu wawili watatu wale. Tumekuwa Wakristo Jumapili. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu wa Jumapili na hatuwezi kuwa na nguvu za kutosha kwenye maisha yetu. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Tambua tuko vitani, tuko kwenye uwanja wa vita. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie katika maisha yetu. Roho Mtakatifu si kwa ajili tu ya kutembea na kuomba tu, yeye awe kiongozi wetu. Wanakwaya, ili tuweze kuwa na nyimbo zenye kuleta ufunguzi kwenye maisha ya watu, lazima tuongozwe na Roho. Wanapraise, ili tuwe na nyimbo zenye upako na mafuta, lazima tuongozwe na Roho. Huko kwenye idara vijana ili tukae vizuri, lazima tuwe na nguvu za Mungu zitakazotusaidia. Na Yesu aliyajua haya yatatokea kwa kina Stefano, alijua yatatokea kwa kina Petro, yatatokea kwa kina Yakobo na wanafunzi wengine. Hayupo wanafunzi wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida hata mmoja, isipokuwa ni Yohana katika wale 12. Wengine wote walikufa vifo vya kuuawa na kuchinjwa, lakini walikuwa tayari kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anawatia nguvu na alikuwa ndani yao. Na ndio maana Yesu anasimama kwenye kiti cha enzi, anashangilia anapomwona Stefano anauawa. Halafu Stefano halalamiki, hanunguniki, bali anasema Baba, uwasamehe hawa, maana hawajui wafanyayo. Ungelikuwa ni wewe, sijui ungesema nini. Maana umeguswa kidogo tu sasa hivi, umeshaongea maneno yote ya makufuru. Nchi imeguswa kidogo tu, umeshaongea maneno yote ya lawama. Siwezi nikwambie, ni wakati wa kumpa Roho Mtakatifu nafasi katika maisha yetu. Tunapokwenda kuimba wimbo mfupi sana, tunataka tuende mbele za Mungu kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, tutakwenda mbele za Bwana kumwambia Mungu atusamehe pale tulipofanya vibaya na kumweka Roho Mtakatifu kando mbali na sisi. Jambo la pili, tutamwambia Mungu, Roho Mtakatifu, tunaomba utujaze tena, utuvike tena uweza kutoka juu. Halafu tuanze sasa kupractice maisha ya ibada, maisha ya maombi, maisha safi ya utakatifu, ya kujitenga mbali na uovu, ya kujitenga mbali na dunia na kumkaribia Mungu. Biblia inasema mpingeni Shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu na Mungu atawakaribia ninyi, ili maisha yetu yaweze kuwa safi na salama. Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Tuende tukamwabudu Bwana kwa kifupi, halafu wote tutaingia mbele za Bwana. Ila kama kuna mtu hajaokoka, huyo naomba aje hapa mbele, yeye mwenyewe tutamuongoza sala ya toba. Ama kuna mtu hajaokoka amerudi nyuma, unataka kupatana na Yesu, njoo hapa mbele, wote tutakuombea ukiwa hapa mbele. Na wengine wote tutakuwa tunaomba wewe.